Habari za kuaminika, matukio ya kila siku, kila dakika, nukta na sekunde katika kaunti zote 47 na katika baa za kimataifa. Hii ni msusi ya mambo kiutendeti. Haya ndiyo yaliyomo. Wanafunzi wawili wameaga maji baada ya upanzi wa miche Kiambu. Rais Ruto anaongoza taifa kwa upanzi wa miche kwenye shule ya upili ya State House jijini Nairobi. Familia ya wanaharakati waliotekwa nyara Uganda walilia serikali ya Uganda kuwaachilia. Ni saa 1 asubuhi majira Afrika Mashariki. Karibu msikilizaji kwa habari za ECN Radio. Mimi ni John Lemuke. Na mwanzo kabisa ni kwamba wanafunzi wawili wa shule ya msingi ya Muguga, kaunti ya Kiambu, wamekufa maji walipokuwa wakiogelea kwenye kidimbwi kimoja kilicho karibu na shule hiyo. Wanafunzi hao wa grade ya 9 walikuwa wamemaliza zoezi la kupanda miti kisha wakaenda kuogelea kabla ya kukutana na kifo chao. Miili yao imepelekwa kwenye makafani ya hifadhi ya miili mjini Kikuyu. Kamanda wa polisi Peter Kimoto akithibitisha kisa hicho na kuwaomba wazazi kuangalia na kuwa karibu na wanao kila mara. Ambapo watoto wawili waliweza kudrone kwa kware ambaye haitumiki kwa sasa. Na kutoka hapo tumeweza kufika mahali hapa. Wananchi wamekuwa hapa kwa wingi na divers kutoka Kiambu wamekuja na wamefika. Na ni kweli kabisa wakati wamefika mahali hapa wameweza kuingia ndani na kutoa hao watoto wote wawili, ambaye mmoja ni kijana na mwingine ni msichana. Kwa hivyo mwalimu akaachana na wao na wakatoka kwa gate. Kutoka hapo inaonekana hawakuenda nyumbani. Kwa hivyo walijificha wakakuja hapa na ndio waliingia kwa maji. Walio na machimbo ya mawe wakitakiwa kuyafunika baada ya kumaliza shughuli hiyo, kama anavyosema mwakilishi wadi wa eneo hilo. Tumeweka mikakati ili wakimaliza kuchimba tunaleta mchanga ili wao wasiumie kwa biashara, na pia sisi tusikuwe na janga kama hili ambalo limetupata. Hizi quarries tumecomplain, tumeandika barua. Hata CEC wa Environment Kiambu Mr. Kuri amekuja hapa na akafunga. Zikifungwa hatujui nani anafungua. Msusi ya mambo. Na tukiachana nayo ni kwamba Rais William Ruto ameongoza Wakenya katika siku ya mazingira kwa kupanda miti kwenye shule ya State House hapa jijini Nairobi, akiambatana na mkewe Rachel Ruto. Rais amesema serikali itatoa miche bilioni 2 kwa Wakenya kote nchini ili kufikia malengo ya upanzi wa miti bilioni 15 hadi mwaka 2032. Shughuli ya upanzi wa miti imetekelezwa takriban kila kona ya nchi na wafanyikazi wa serikali kutoka vitengo mbalimbali. In the last 2 years we have planted 1.06 billion trees, and because we are seeing that the target, we need to up our game. We have agreed now as a government that we are going to scale up. The bottleneck that we have had over the last 2 years is the availability of seedlings. Msusi ya mambo. Na tukirejea kuangazia masuala ya elimu ni kwamba shughuli ya masomo imetatizika pakubwa kwenye shule ya msingi ya Kirangi, kaunti ya Embu, baada ya upepo mkali kung'oa paa ya madarasa. Wazazi na walimu wakisalia wakisema hali imekuwa ngumu kabla ya upepo huo kuharibu mambo kabisa. Mwanahabari wetu Patricia Abuti ametuandalia taarifa hiyo kwa namna hii. Katika shule ya msingi ya Kirangi katika wadi ya Kiambere huko Embu wanakabiliwa na hali ngumu ya masomo kutokana na ukosefu wa madarasa ya kudumu kwa sababu yana vumbi. Ni madarasa ambayo yana mianya mingi, watoto hawawezi kuconcentrate kwa darasa kwa sababu wanaona wale wanapita mara wakati wa mvua. Hayo madarasa yetu yakifika maji mengine yanabomoka na tunapata changamoto hasa wakati mvua kubwa inakuja. Shule hii
hiyo imetegemea madarasa ya udongo ambayo ni hatari sana wakati wa mvua. Hali hiyo ilidhihirika mapema wiki hii baada ya upepo mkali kung'oa paa za madarasa mawili. Upepo mkali uliweza kuvamia madarasa na kuharibu, isipokuwa ni venye tunashukuru Mungu kwa maana tuliweza kuona upepo kwa mbali na tukaambia watoto watoke kabla ya kukumbana na lile janga. Maana kama huo upepo ungeingia watoto wakiwa ndani, hakika wangeumia. Wengine pengine wangeenda hospitali. Kwa sasa tunaongea hivi. Hata hivyo, wakazi wameomba serikali kuchukua hatua ya kujenga madarasa kwa usalama wa watoto. Sisi tunahimiza serikali tujengee madarasa mazuri, madarasa ambayo ni conducive environment kwa wanafunzi wetu ili waweze kusoma na watie bidii, kwa sababu walimu tunao lakini madarasa imekuwa changamoto kabisa. Nikiripotia ECN Radio kutoka kaunti ya Embu, jina langu ni Patricia Aduda. Asante sana Patricia Buti kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele msikilizaji, ni kwamba Nususi ya mambo. Familia ya wanaharakati wa humu nchini waliotekwa nyara nchini Uganda wameiomba serikali ya Uganda kuwaachilia huru wawili hao. Nicholas Oyoo pamoja na Bob Njagi walitoweka tarehe 1 mwezi huu jijini Kampala, Uganda, baada ya watu wanaosemekana kwa maafisa wa polisi kuwachukua dakika chache kabla ya kuwa na mkutano na kiongozi wa upinzani na pia mwaniaji wa urais nchini humo Bobi Wine, na hadi sasa hawajulikani waliko, hali ambayo imezua hofu miongoni mwa wazazi wao. Duru za kuaminika zikiarifu kuwa wawili hao wanasuiliwa katika kituo kimoja cha polisi cha kijeshi jijini Kampala. Roslina Achieng na dadake Oyoo wanaelezea wanayoyapitia, mamake akithibitisha kuwa aligundua kutekwa nyara kwa mwanawe kwenye runinga moja humu nchini. I was so early, by 7 my supper was ready and I was on the table starting to eat. Then the news headline was Nicholas and Bob have been abducted in Uganda. I even saw that petrol station when the media showed it, where they were being abducted. Wanafamilia hao wamesalia na ombi hili kwa serikali ya Kenya inayoongozwa na Rais William Ruto. It's been a few days now. We've not received feedback from him. We've not received feedback from any ministry or any government body. We are still waiting for that. The silence is deafening. It's been over almost 2 weeks now, short of 2 weeks. We are very distraught, and we are kindly appealing and pleading to the government of Kenya, in collaboration with the government of Uganda, to return my brother. When they went to Uganda, they were only supporting their friend because he went to school there. I think they are friends with Bobi Wine. They are friends. So they only went to support their friend. They did not commit any crime. Nususi ya mambo. Na tukiachana nayo msikilizaji, ni kwamba washukiwa 4 wanaohusishwa na mtandao wa kimataifa wa usafirishaji wa dawa za kulevya kupitia uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta wamefikishwa mahakamani. Walioshtakiwa ni Richard Abraham Sheikh anayetajwa kuwa kiongozi wa mtandao huo, Omar Mutu Muhammad ambaye ametajwa kuwa mratibu wa biashara hiyo, Adan Omar na Haji Nuru Yusuf Muhammad. Uchunguzi umebainisha kuwa wamehusishwa na walanguzi wa dawa za kulevya wa kimataifa, akiwemo Jesse Damaso dos Santos, raia wa Uingereza aliyekamatwa hivi majuzi jijini London, Uingereza, akiwa na kilo 20 za cocaine. Wanne hao wanasuiliwa kwenye mahakama tofauti kaunti ya Nairobi na Mombasa, na wataendelea kusuiliwa hadi tarehe 29 mwezi huu kabla ya kesi yao kusikizwa tena. Nususi ya mambo. Na tukisonga mbele msikilizaji, tuangazie masuala ya kisiasa. Ni kwamba chama cha Wiper kimemuidhinisha kinara wake Kalonzo Musyoka kuwania urais kumenyana na Rais William Ruto kwenye mkutano wa kitaifa wa wajumbe wa chama hicho almaarufu NDC kwenye bustani la Uhuru hapa jijini Nairobi. Kwenye mkutano huo, Kalonzo ameeleza nia yake na ya kuikomboa Kenya kwa kuwa rais wa sasa William Ruto analiongoza taifa hili
kwa namna isiyofaa. Such as a punitive affordable housing levy that is nothing short of quindy to steal from Kenyans. We have said time and again, Executive Order number 1, get rid of housing levy. We will not allow you to graduate as a dictator on this Kenyan soil. Kwa mara ya kwanza aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i amehudhuria hafla hiyo akibainisha kuwa yuko tayari kumuunga mkono mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka ikiwa upinzani itaamua kuwa ndiye na uwezo wa juu kumuondoa Rais Ruto mamlakani kwenye uchaguzi ujao. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pia akihudhuria. And should the united opposition, Your Excellency, decide that you will be the candidate, I will support you. We will support you. Mimi Rigathi Gachagua na wafuasi wangu ambaye ni mamilioni nitaunga yeye mkono na kumfanyia campaign. Ile campaign nilifanyia Ruto ni kionjo. Ile nitafanya campaign mara 10. Harambee! Upande wake kinara wa People Liberation Party ambaye pia hivi majuzi ameidhinishwa kuwa kugombea urais kwenye tiketi ya chama hicho, Martha Karua, ameelezea kuwa upinzani inalenga kuiokoa taifa. Viongozi wengine wa mrengo huo wakishikilia kuwa wapo pamoja tayari kuokoa Kenya. We are liberating the country from the yokes of oppression. Someone's finger is on our throats. We will not allow you to graduate as a dictator on this Kenyan soil. Na wengine wameanza uvumi juzi eti upinzani imeanza kusambaratika. Si leo mmetuona tuko wote hapa Uhuru Park. Wale mnangoja kama fisi ati mkono wetu uanguke, mjue ya kwamba mtangoja sana. Nususi ya mambo. Na msikilizaji, hadi hapo sina la ziada ila kutamatisha nususi ya mambo kimuhtasari kiutendeti kunradhi saa 1 asubuhi. Mimi ni John Lebunge na kutakia asubuhi njema. Nususi ya mambo.